Katika maisha ya mwanadamu kuna kitu ambacho ni kigumu sana kufanya. Ni kitu gani hicho? Subra. Subra ni kitu kigumu sana katika maisha ya mwanadamu. Na leo nitakwenda kukufunza ama nitakwenda kuelezea kisa cha nabii ambaye alikuwa na subra sana kutoka udogoni mwake mpaka sasa hivi alipokuwa mkubwa. Kisa hiki ni cha Nabii Yusuf alayhi salam. Nimetengeneza video kadhaa hapo nyuma. Tulianza part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 na leo niko part 6 ya kisa cha Nabii Yusuf. Kisa hiki ni special sana kwa sababu kisa hiki kinakwenda kutufundisha ni nini maana ya subra. Nabii Yusuf alayhi salam alivyopelekwa jela, alipelekwa kwa kutokuwa na kosa, yani hajafanya kosa lolote, lakini bado pia alipelekwa jela. Na maisha yake ya jela hayakuwa rahisi hivyo. Yani usione alipelekwa jela basi akaenda kuketi jela tu. Alipokwenda jela kulikuwa kuna changamoto zake pia. Kulikuwa kuna vitu ambavyo yeye mwenyewe kwanza alivistaajabia, kwa sababu alipokwenda alikuta mtu anampiga mzee na akaenda kumzuia yule mtu, kumtetea yule mzee, lakini pia maaskari pale jela wakaona hili pia ni kosa na wakaamua kumpiga mikia hata 50. Leo hii hebu fikiria wewe hauna makosa yote, alafu kwa kumsaidia mtu unahukumiwa kupigwa mikia hata 50. Nani angekubali? Hakuna mtu angekubali jambo kama hilo. Lakini Nabii Yusuf alikubali jambo kama hilo na kuzuia maumivu ya ile minyaunyo anayopigwa. Basi wale wafungwa walishangaa sana kuona, yani huyu kijana anapigwa mikia hata kwa nguvu hivi na amenyamaza, hapigi hata kelele. Basi yule askari mmoja akasema basi inatosha, waache wapumzike. Na leo nataka niwaambie kitu kimoja, ndugu zangu Waislamu. Subra ni kitu muhimu. Maanake unaweza kuwa mtu akakosa yote, lakini akiwa na subra basi amefanikiwa katika maisha yake. Kwa hiyo jitahidi sana katika maisha yako uwe na subra. Na Nabii Yusuf siku moja alitembelewa na rafiki yake wa udogoni sana ambaye alikuwa naye katika kasri. Alimletea chakula, alimwambia nimetoka huko kote nimekuletea chakula. Yusuf akashukuru sana kwa sababu kwanza alifurahi kumuona yule rafiki yake hajamuona siku nyingi sana. Akachukua kile chakula Yusuf na akawagawanyia wenzake. Hakula peke yake. Kile chakula alichopewa na rafiki yake yeye hakula peke yake. Alichukua chakula kile na akawagawanyia wale wafungwa wenzake. Leo nani angefanya hivyo? Leo nani ambao yuko kwenye shida hata amepewa chakula basi angewagawanyia na wenzake? Nani angefanya hivyo? Hakuna. Hakuna mtu angefanya hivyo. Lakini Nabii Yusuf alifanya. Kwa sababu nini alifanya? Wengine wenu mtasema alikuwa nabii. Hapana. Sio kwamba alikuwa nabii. Na katika jela lile Nabii Yusuf siku hiyo akawaambia wale wafungwa, kwa nini hili jela mnaliacha chafu nyinyi? Hata kama hapa sio manyumbani kwenu, ndo haimaanishi kwamba muifanye jela iwe chafu. Basi wale wafungwa kusikia vile wakasema ni kweli, wakaanza kulisafisha lile jela. Leo nani angefanya hivyo? Mumeona sehemu ni chafu mnaoishi, ambao yani hamuna hata mbele wala nyuma, alafu muamue kulisafisha sehemu kama lile. Wengi wao mngeliacha tu, lakini Nabii Yusuf aliwa inspire wale watu na kuambia, na wale watu wakamuelewa na wakasafisha lile jela na likawa safi. Maaskari wenyewe walishangaa. Lakini Zulekha alikuwa hana raha kusikia vile kwamba Yusuf yuko jela na ana raha, kwa sababu hajaletewa mlalamisho yote ya kwamba Yusuf yuko jela na ana huzuni ama ana mawazo anataka kurudi kule kwenye kasri. Aliambiwa bali Yusuf ametulia tu na anaishi maisha yake jela vizuri tu.
Kwa hiyo inapelekea kwamba kuna wanawake wengine wanapenda kutesa wanaume ili wawapate. Sijui kama unanielewa. Kuna vitu vingi tunatakana tujifunze kwenye story kama hizi. Sasa siku hiyo kuna wafungwa wawili ambao anaitwa Akupis na Binarus. Akupis aliota ndoto ya kwamba amebeba mkate juu na kuna ndege wingi wanakuja. Na Binarus akaota yeye yuko kwenye kasri kubwa la mfalme. Anampatia mfalme, yani kama vile anamtumikia, yani amepata kazi kwenye kasri kubwa. Wakaenda wakamuuliza Yusuf, hii ndoto wewe unaona inamaanisha nini? Yusuf akamwambia, kile ambacho mumeota basi ndio ukweli wenu utakavyokuwa. Lakini Akupis alivyoona vile alibadilisha story, badilia kuzungumza ukweli kwamba mimi nimeota kitu fulani, yeye akazungumza vitu vingine. Basi nabii akamwambia, hicho ulichokiota ndio hicho utakachokipata. Akupis alishangaa sana kuona vile, lakini aliona ni ndoto tu, hakuna shida yote. Basi siku hiyo Yusuf aliwaambia wale wafungwa, leo tutaletwa chakula kizuri, leo tutaletewa mkate, tende na samaki. Wale walicheka wakamwambia Yusuf, hapa ni jela, hatuko kwenye kasri ama harusi ambao tutaletwa chakula kama hicho. Hawakumwamini, lakini ikawa kweli. Hiyo siku waliletewa mkate, tende na samaki. Wale wafungwa walishangaa sana, Yusuf amejuaje hivi? Amejuaje kwamba leo tutaletwa hichi chakula na yeye yuko na sisi hapa, hajatoka nje wala hakuna mtu yoyote aliyomwambia kwamba tutaletwa kitu fulani? Basi wale wafungwa walishangaa sana, waliona kama ni maajabu hivi ya Yusuf. Sasa wakamuuliza Yusuf, wewe unajuaje hizi vitu wewe? Yusuf akamwambia, mimi ni nabii wa Mungu, mimi ni mtumwa wa Mungu, na mimi namwamini Mungu mmoja peke yake, ambaye hakuzawa wala hana mama wala hana baba, haonekani wala hatengenezwi. Manake watu wa Misri walikuwa wakiabudu masanamu, wengine wakiabudu visanamu vingine, lakini walivyoona vile wakasema, ikiwa huyo Mungu wako anaweza kutusaidia sisi kutuletea maisha mazuri kama haya hapa jela, tukapata vyakula vizuri kama hivi, na huyo Mungu wako ndio mkubwa zaidi ya hawa wengine ambao sisi tunawaabudu hawana maana, basi sisi pia tunataka kumwabudu huyo Mungu wako na tunamwamini huyo Mungu wako. Hapo ndo siku watu wa Misri, wafungwa wa Misri, wakaamua kumwabudu Mungu mmoja, yani kumwamini Mungu mmoja.